Kanuni zile za ubora wa huduma zinatoa maelezo mengine kwamba hairuhusiwi kwa mfano kumkatia mteja wa maji kumpatia maji siku au kumsitishia huduma siku za weekend, siku za sikukuu. Hairuhusiwi kufanya hivyo kwa sababu maji ni haki ya msingi ya binadamu. Hebu rudia tena hapo. Hairuhusiwi kwa mtoa huduma kumkatia mteja huduma ya maji au kusitisha huduma ya maji siku za sikukuu au siku za weekend au siku za mwisho wa wiki. Hairuhusiwi. Hilo ni kosa kisheria. Mbona tunakatiwa sasa? Sasa ndio maana tuko hapa kuwapa elimu wateja, fahamu haki zenu. Mfahamu haki zenu. Mtazamaji anasikia hili swala. Yes, haki yako ni kwamba mamlaka ya maji, narudia alichokisema Engineer Safari ili tuelewane. Mamlaka ya maji hairuhusiwi au haitakiwi kukatia maji siku za mwisho wa wiki. Sahihi. Au siku za sikukuu. Sahihi. Sawa, tuendelee. Tofauti na hapo, yani ikitokea wamekukatia, kitu ambacho kinatokea mara nyingi tu, una haki ya kudai fidia kwa mujibu wa kanuni na kwa mujibu wa mkataba wa huduma kwa wateja. Kwa maana hiyo itaangukia kimsingi katika ile dhana ya kukatia huduma ya maji kimakosa. Fidia yake ikoje? Fidia yake ni kama nilivyoeleza, shilingi 100,000 fidia ya msingi. Baada ya hapo shilingi 5,000. Kama ataendelea kuchelewa mtoa huduma atakuwa kulipa shilingi 5,000 kwa kila siku ambayo anachelewa. Lakini ile fidia ya msingi kwanza inaanza 100,000. Asipofanya akiendelea kuchelewa shilingi 5,000 kwa siku mpaka huduma itakaporejeshwa. Hii ni taarifa ya muhimu sana. Kama mdhibiti amesema hali inatakiwa iwe hivi, mteja afahamu haki yake hii, basi ni muhimu sana watu wakaelewa hili swala kwamba wana haki ya kupata huduma ya maji.